kupata Mathayo 4. Mathayo 4 tuangalie nguvu ya neno la Mungu. Ndio umeendelea sana. Mathayo 4. Mathayo 4 namalizia. Mathayo 4 mstari ule wa kwanza. Nitaambia mstari wa 4. Maana hapo tumezoea tunasoma mara nyingi. Nitaanzia mstari wa 4. Mstari wa 4. Naye akajibu akasema, imeandikwa. Nitaanza mstari wa 3. Mjaribu akamjia akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, amuru kwamba mawe haya yawe mkate. Naye akajibu, imeandikwa. Naye akajibu akasema, Yesu akajibu akasema, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Akasema, imeandikwa. Hatutaishi kwa mkate, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Hilo neno hakulitoa Yesu kutoka mbinguni. Naomba lieleweke hapo. Yesu alichukua kutoka kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ile ya 8. Mmoja na afungue Kumbukumbu la Torati. Tuthibitishe kuwa Yesu hakutoka na andiko kutoka mbinguni. Hata kama alikuwa ni Mungu, lakini alitoa andiko kutoka kwenye Biblia. Mimi na wewe yanipasa tufanye kitu kitokacho katika maandiko. Mmoja anaendelea kwenye kufungua hapo, lakini mwingine aendelee kwenye kufungua Zaburi 91 mstari wa 11. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa basi tujue kuwa kumbe Yesu naye alipokuwa Mungu hakutoka na maneno kutoka mbinguni, bali alitoka na maandiko kutoka kwenye Biblia hii ambayo mimi na wewe tunasoma. Mimi na wewe inatakiwa tupone kupitia hii Biblia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mmoja asome hiyo Kumbukumbu la Torati 8:3. Bwana CJ. Ndio. Akakutweza, akakuacha aone njaa, akakulisha kwa maana akakutweza, akakuacha uone njaa, akakulisha kwa maana usioijua wewe, wala baba zako hawakuijua, apate kukujulisha ya kuwa mwanadamu haishi kwa mkate tu, bali huishi kwa kila litokalo katika kinywa cha Bwana. Asante. Akakulisha kwa maana ilikuwa ni sehemu ambayo kilikuwa ni tuseme kilikuwa ni chakula ambacho hakikomi, ambacho Bwana aliwasaidia wana wa Israeli. Ni chakula ambacho kilikuwa akiishi kule kwa wana wa Israeli. Sasa basi hapa anasema kuwa hapa kawa anaelezea kwamba kumbe na kule kwa wana wa Israeli lizungumzio kuwa hatutaishi kwa mkate, ila kwa kila neno litokalo kwa Mungu mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa basi Mungu atusaidie sana, tulishike neno la Mungu, tunamshinda shetani. Kwa neno la Mungu tunamshinda shetani. Bwana Yesu asifiwe. Nisome pia anasema hivi mstari wa 6. Nitasoma nianzie mstari wa 5. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mji mtakatifu, akamweka juu ya kinara cha hekalu, akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa. Shetani naye anajua maandiko. Ndio maana amewapotosha wengi, wameenda duniani kwa maandiko ya kipotofu. Amefika tu amekutana na Biblia, basi akazoa tu andiko akaenda nalo kwa kupotea. Sasa basi akasema kwa maana imeandikwa. Shetani huyo akasema imeandikwa, atakuagizia malaika zake, na mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Shetani alichukua andiko hilo wapi? Tujue kuwa shetani kumbe ana uwezo wa kutupotosha katika maandiko. Shetani naye alichukua ili andiko kutoka katika kitabu cha Zaburi ile 91 mstari wa 11. Nani aliyepata? Ndio. Kwa kuwa atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote. Atakuagizia kumbe shetani naye alichukua andiko ili kutoka kwenye Zaburi.
Daudi ameongea kwenye Zaburi yake, shetani naye anamuotea, anakuja naongea naye kwa shetani huko mbele, anakuja naongea kuhusiana na maandiko kwamba imeandikwa naye. Yesu mwenyewe anakuja na mshinda kwa neno litokalo katika Kumbukumbu la Torati 6:16. Shetani anakuja nasema hivi. Anasemaje hapo? Yesu anakuja nasemaje katika Kumbukumbu la Torati 6:16? Yesu anamshinda shetani hapo. Anasema msimjaribu Bwana Mungu wenu kama mlivyomjaribu huko Musa. Asante. Anasema msimjaribu Bwana Mungu wenu. Hapa kwenye kitabu cha Mathayo anasema kuwa Yesu akamwambia tena, imeandikwa usimjaribu Bwana Mungu wako. Usimjaribu Bwana Mungu wako. Shetani akaongea hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu atusaidie sana wapendwa. Mungu atusaidie tuwe na neno, tumshinde shetani. Napenda kauli fulani hivi ana CGM. Wanasema hivyo, kusema CGM wanasema tuna nguvu, tuna neno, tunamshinda shetani. Makomando, akili kichwani, Yesu moyoni, utumishi wa Bwana, usafi wa roho na mwili pia, utumishi wa Bwana kwa viwango vingine. Wanasije wanatamka hiyo neno. Hasa wanatamka hilo neno sasa. Nenda sasa. Tamkeni ndio. Mungu awasaidie na matendo. Mungu atusaidie sana. Amen. Mungu atusaidie sana tulishike. Atusaidie sana wapendwa. Namalizia. Utaenda kwenda kusoma hii hapa ambayo ni Ufunuo wa Yohana 10:11. Anasema hivi, nao wakawashinda wale waovu, wakawashinda wale mapepo, wakawashinda wale wachawi, wakawashinda wale wakuzimu, wakawashinda wale adui zao kwa damu ya Yesu, kwa damu ya mwanakondoo na kwa neno la ushuhuda, nao wakafa wale waliopigana nao vita. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini pia katika kitabu cha Yeremia 1:19, kwa vile Yesu na Mungu aliweka neno ndani ya Yeremia, Bwana akasema hivi, kwa kuwa nimeliweka neno wenu kanene kwao, naam, akasema kuwa watapigana nawe lakini hawatakushinda, maana Bwana ni pamoja na wewe. Amen. Maana mimi Bwana ni pamoja. Watapigana nawe lakini hawatakushinda ukiwa na neno moyoni. Wale walioko huko nje watakuona kama simba ungurumaye nyikani. Utajitambulisha mbele yao, utasema kama Yohana alivyosema, akasema mimi ni simba au ungurumaye nyikani. Mungu akubariki sana. Asante Baba, karibu. Asante. Ongeza tena makofi ya shangwe. Shangilia Yesu tena kama mbarikiwa. Ongeza tena makofi mengi ya Bwana. Tupokeeni mpaka tuangushe makofi ya Mungu. Haleluya. Vijana, haleluya. Hata kama ushindi. Kwa kweli mimi naona unakuwa Biblia inasema kumbuke Mungu wako siku za ujana wako. Amen. Ukikuta kijana ameokoka kweli kweli. Amen. Tena ni Biblia inasema kijana akiamua kuabudu anaabudu kweli kweli. Lakini watu wazima wakati mwingine wanaabudu kwa sababu ya matatizo. Anaweza kalia hapa kwa sababu ndoa inamsumbua. Ameteseka muda mrefu ndio maana abudu. Lakini kijana ambaye kwa kweli saizi akisimama hapa mabinti wanamng'ang'ania, akifanya chochote kinakubali, ameamua kumtumikia Mungu. Wewe ni nani sasa unabisha? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Tena hilo neno ni pure kabisa. Amen. Na kama limeingia likutie uzima kwa jina la Yesu. Amen. Uingie ndani yako ili neno lilete uzima kwenye maisha yako. Amen. Kwa kweli Mungu wa mbinguni ambariki mtumishi wake. Amen. Tumebarikiwa, tumeshiba. Na ni mtumishi wa Mungu. Amen. Maana ile jitimto tu. Manake siku moja sasa
tutampa semina hapa ili Mungu aweze kutumia zaidi. Amen. Amen. Nafikiri ni watoto wetu ambao wapo huko shuleni, lakini Mungu anawatumia. Amen. Lakini kwa muda huu sasa alisema kwa kuwa yupo basi tutaendelea kumuona na tena mahali hapo. Amen. Wapo Nyerere, kwa Mungu wa mbinguni ambariki sana. Lakini kwa muda huu sasa ni muda mzuri, tumefika mwisho. Kifo wakati mwana anasema amekata roho, lakini moyo unakuwepo. Wanasema yani kuna mwili, kuna nafsi, kuna roho. Sasa nafsi iko katikati. Ukiamua kuipeleka kwenye mwili huwa inaenda. Ndio maana mtu anaweza kwenda kuzini hata kama ni Mkristo. Pale sio roho, ni mwili ndio unaotaka vile vitu. Na nafsi ambayo yeye inafuata tu. Yaani nampa tu wazo kwamba kafanya hivi, utimize hayo mambo. Lakini roho ni ile ambayo anasema wakati mwingine inakuwa lazi, lakini mwili ni dhaifu. Na mwili yetu ndio inayosababisha tunapotea. Na nafsi ndio ikichukuliwa ndio inayoonyesha uhai wa mtu. Hata hapa tukiwa hapa, moyo unaweza ukawa hapa, mwili ukawa hapa, lakini nafsi hamna kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nataka nafsi yako irudi hapa sasa, ili igawanyishwe, irudishwe, itekwe, imtii Kristo, iachilie nguvu za Mungu ziingie ndani, na zikipenya ndani hakuna ubaya utakaokaa kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anasema Yeremia, nimekuweka kung'oa na kuharibu na kubomoa. Maana hizo ni nguvu za giza, sio lengo. Lakini pia kupanda kitu gani? Neno, ambayo mtumishi wa Mungu anasema neno likipandwa ndani yako hakuna pepo litakalo kutikisha, hakuna pepo litakalo kusumbua, kwa sababu kuna neno ambalo linawaka moto ndani yako. Hebu simama juu sasa. Bwana Yesu asifiwe. Simama juu sasa. Na yule ambaye wewe ni mgonjwa unajisikia